Saizi wapenzi watazamaji wa KUB Online TV, karibu sana katika kipindi chetu pendwa cha Tamu na Chungu. Na leo tupo Yombo kwa Rimboa, na hapa tupo na moja ya mtu ambaye anaweza kutupa tamu yake na chungu yake katika mapenzi. Bwana, mambo vipi? Fresh. Kama kawaida. Mwanangu, unaitwa nani kwanza, kujua majina yako? Kwa majina wanaita ile Kim, ila nickname napenda kuita kama director Kim JR. Kim. Yeah. Wewe unazia bwana, unahusika na maisha gani? Nyeva mtaani nipo tu, harakati za hapa na pale, nini chuo wapi. Kwa unasoma mwanangu? Nasoma hapo sasa. Basi sawa. Mimi hapa nimekuja ili nataka kujua. Kwanza ushaikuwa na mpenzi? Sio mpenzi, Wapenzi. Yeah. Na wengi sana. Okay. Sasa mimi nataka kujua tamu yako na chungu yako katika mapenzi. Kwanza ni tamu. Elezea kuhusu tamu. Je, kipi ambacho kilikosha katika hao watoto wakale mbovu sana? Bwana, kwenye hizo tamu kwanza kwenye penzi ndio nao sasa hivi bwana. Na huyo mtoto mkali, mtoto kanyoka. Ana michirizi kama fiki za shilingi 100. Unajua mtoto ngada rangi ya mtume. Mtoto yani kuna muda ile, yani kuna ile pale unaambiwa haipiti saa wala dakika usipoona simu yako, ndio hiyo kwamba dakika 5 zikipita unaona kama masaa 20 hivyo hujaongea naye. Yaani mtoto na kutafuta muda wote na ukitaka kitu kwa muda mwafaka anakuzingatia. Ndio hiyo tamu kwa nao sasa hivi. Mpenzi wangu kwa sasa hivi ni ngoma ipo kweli kweli. Kama hivi. Kwa hiyo tamu yako mbaya. Hajakutafuta. Na usipoongea naye unaona vitu kama vile haviko sawa. Vitu haviendi kabisa, naona wewe umegoma kabisa yani. Unajua? Basi twende utupe chungu yako. Chungu yako. Yaani chungu ambayo ishawahi kutokea katika mapenzi kama. Bwana, kwenye chungu hapo, kwenye masuala ya tamu na chungu, tamu kidogo ila chungu ndo nyingi sana. Yaani kwenye chungu hapo ndo nimeexperience sana vitu vingi. Ila kwa leo ngoja nielezee kuna hiyo chungu yangu hiyo ambayo siji kuisahau. Japokuwa ikuniumiza sana, ila tu ni situation fulani hivi ambayo kimtindo nilipitia wakati mmoja, nilikuja kuelewa kwamba unapoambiwa dakika moja ni ndefu, dakika moja ndefu kweli. Unapoona umecha timu yangu nisibie dakika moja, kwa maana dakika moja ni kwamba ni dakika fulani fupi, bila dakika moja sekunde zake hizo mpaka ziishe. Ndio siku nilijomba dakika moja ndefu, dakika kama lisaa. Umeona kwenye saa nilikuwa na mtoto fulani hivi jidaya kwa meza. Sasa mtoto nitokeaga nini kumuelewaga, afu dakika za mwisho nikaa simuelewi ile mieyusho. Sasa kwenye pita zangu sikuwa natoka zangu Chikigeo, niko na mashikaji kama wangapi watatu. Game ya nini hiyo? Kwa mtaani kwetu si unajua ndondo. Ligi za ndondo hizo. Ligi za ndondo matoto kazingatia na vijana wenzetu. Vipi timu yetu tunacheza lazima twende. Unajua? Poa. Tuendelee. Sasa kwenye ile kutoka umeenda papo, sasa kwenye kurudi, unaporudi lazima upitie kwenye ile hiyo sehemu ni kuna huo mtaazima upite kwa kina huyo malizi. Sasa kwenye kurudi bwana hapa nimetoka zangu ile kwamba tunafika hivi. Sasa mshikaji alikuwa anaendesha, ndio alikuwa mwanangu sana. Akaniambia wewe vipi tunasimama leo? Nikamwambia mwanangu wewe mimi sisimami leo kama mieyusho. Bwana tusimame bwana tumsalimishe na jamii mimi sasa hivi shampotezea kubaki. Mimi simzingatii wala nini. Kwa hiyo tunafika jamaa akasimama. Kusimama baadaye jamaa ancheki misimu wakimu wapi? Nipo zangu hapa kijiweni nimekaa. Hapo tujafika mtaani kwetu, tuko mtaani kwa na demu tumechia. Basi nini demu anataka kuona, akasema nimetoka hii hapa. Naanza kuongea naye, demu anambia anaitwa. Toka pale kaenda nikamsikilizia leo akaja. Kwenda papo. Unajua tena mtaani kwa watu, mazingira watu sijui vizuri nini. Kwa hiyo yeye ndo akakaa kama ndo anasema nini, ana show direction. Kwa hiyo mimi nikamfuata yeye, tukaenda sehemu tatu tumetulia. Kwenye 1 2 na 3 nataka kuforce mazingira, si unajua. Tumekaa unaongea pale hata dakika ngapi sijapita, nashangaa tu kuna mwamba katokea. Vipi? Yeye mwenyewe naomba demo ya kujifunza kasi kwa mwamba katokea tu, unaona vipi hapo? Fresh. Kumwangalia kwanza, alipofika anza kuangalia kwanza huyo ni mtu nilokuja kumwangalia ni mwanafunzi ni. Kufika hivi mwenyewe alipofika tu ile akanivamia tu chapu. Nimeshtukia hivi na sanuka ngumi imeruka. Huyu si mwanafunzi. Kabla tuli basi tuongee. Arusha nikaanza kupanchua papa. Kidogo ngumi ikaniparusa hapo. Fanya hivi kwa sababu nini? Itakuwa mafua kufanya hivi. Vitu vya pombe vinatoka, nikasema hapo kwa show ishaisha. Unajua ile damu zinatoka zinachozika. Sasa nimepoa zangu papa. Baadaye jamaa akaona kama
ile anarusha, mimi si unajua tena nimeweka guard tata. Dakika za mwisho jamaa akaona kama nini ngoma ingia, akashika shati. Unashika shati yule. Hiyo ninapokuambia hiyo dakika moja hiyo, unaona hapo unapokuambia dakika moja ndefu kweli. Unajua? Hiyo dakika moja. Umeona? Jamaa kanishika hivi. Kunishika hivi kikisika. Yule mwanamke kampandia, alikuwa ni babake mdogo, kampandia nyuma. Mdogo mwachie. Jamaa mbavu kwanza alikuwa amejaa. Mdogo mwachie, mimi huko na mimi nakisika, nilikuwa nimevaa beli langu fulani hivi. Plana bagi beli mwana alipendanga baraji fulani rangi ya maziwa sio. Sasa jamaa papa kwenye kisika baadaye sasa nikani yani nakaribia kuchomoka kabisa hivi. Nikasema hapa nachomoka. Baadaye jamaa kanivingirisha tena, ananiambia ndugu wangu leo utoki leo. Na mimi nikasema kwa hiyo mwamba kama nilikikriza sijatoka kweli story. Sasa sijui katokea nini ile tuta kupoa kidogo hivi, nashangaa tuna narudi nyuma, nashangaa ile beli ilikuwa kubwa likatoka sasa. Leo tutoka nikainama, tukuinama hivi. Bio, unajua ile maana ya kuacha ndala. Ningeacha siku ndala. Nafika sehemu nipo tumbo wazi, chini viatu sina, jikagua simu sina. Oe, nikasema hii kweli ya moto. Kutoka hapo naenda pale nawashtua mashikaji. Nimekuja pale kuangalia mimi shida tu simu kidogo, tumekaa tafuta, baadaye kuna ile moment of silence ikatokea. Tumekaa tunasikiza kama kuna kitu kinaongea. Nikamwambia wewe, msikilizieni kwanza hivi. Tunaangalia kidogo, nasogea mbele, tunakuta ile simu ipo, simu imepasuka protector. Kaenda kuchukua simu kutoka hapo, nikaomba promo kwa mshikaji niliovaa. Hivyo tukatembea tukaenda home. Hiyo ndio chungu yangu hiyo. Amesema zipo nyingi, hiyo ya kwanza. Kuna nyingine zaidi ya hiyo. Bwana, ni hiyo dakika moja ni chungu, ni ndefu sana. Hiyo nyingine. Hiyo hapo hiyo ilikuwa ndefu. Ila kuna hiyo nyingine lazima hiyo inahitaji concentration kubwa sana, kwa sababu ilikuwa ni mgongo fulani hivi mrefu sana. Hiyo labda tutamalizia siku nyingine, siku nyingine. Kwa familia tu tunaendelea kuongea na tupatana na chungu. Mapema sana. Basi sisi umetisha sana mwanetu, asante sana. Bwana, hii ni KUB Creative Media. Unaweza kaingia pale YouTube ukatusearch KUB Creative Media, ukaona vipindi vikali, story nyingi za kijanja kama hizi, au ukatufuatilia kupitia TikTok pale unaandika tu KUB Creative Media, au Instagram KUB Creative Media, unatupata vyema kabisa. Asante na tukutane tena siku nyingine.